Petro. Maandiko yanasema ya kwamba alipokuwa akizunguka pande zote, akawateremkia na watakatifu waliokaa Linda, akamuona mtu mmoja huko, jina lake Ainea. Mtu huyo amelala kitandani miaka 8, maana alikuwa amepooza. Haleluya. Huyo mtu alikuwa anaitwa Ainea. Maandiko yanasema ya kwamba alikuwa amelala kitandani miaka 8, maana alikuwa amepooza. Haleluya. Alikuwa ameparalyze, alikuwa amepooza mwili wake, alikuwa amelala kitandani. Kwa hivyo kazi yake ilikuwa ni kulala mahali pale, maana mwili wake ulikuwa umepooza. Haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba mtumishi wa Mungu Petro alipomuona, akamwambia, Yesu anakuponya, Yesu anakuponya, amuka unitandikie. Haleluya. Yesu anakuponya, amuka unitandikie. Aliyekuwa amepooza, maandiko yanasema ya kwamba akaamuka na akapata nguvu, mwili wake ukatiwa nguvu. Nataka kuzungumza juu ya nguvu za neno. Haleluya. Yeye alimwambia amuka, Yesu anakuponya, na akainua imani yake kama vile alivyosikia mtumishi wa Mungu amemwambia. Maana angejiangalia kupooza kwake kwa miaka 8, angeona ya kwamba haiwezekani, angeona ya kwamba haiwezekani, lakini akatii. Haleluya. Akatii neno la mtumishi wa Mungu. Vile alimwambia Yesu anakuponya, amuka ujitandikie. Haleluya. Akachukua hatua ya imani, akachukua hatua ya imani, na alipochukua hatua ya imani, ule mwili wake ambao ulikuwa umepooza ukatiwa nguvu. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Nimekuja asubuhi ya leo nikwambia ya kwamba inua imani yako mpendwa, inua imani yako. Wakati Mungu anakunenea, wakati Mungu anakuzungumzia, akikwambia unainuliwa, unaamini kuinuliwa. Akikwambia unapona, unaamini uponyaji. Akikwambia ya kwamba anakubariki, unaamini kubarikiwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Nataka kukwambia nini, mtu wa Mungu? Lazima imani yako iandamane na maneno ya Mungu, iandamane na vile Mungu anasema ya kwamba akisema ni kukubariki anakubariki, akisema ni kukuponya anakuponya, akisema ni kukuinua anakuinua. Ni wewe ukaamini watumishi wa Mungu. Haleluya. Na ukaamini neno la Mungu.